wazo ni hili, stress ni kitu gani? Stress ni kitu gani? Tunatumia hii jina sana. Huyu ako na stress. Wachana yeye, huyu ako na. Nimemwona akiwa na stress. Sasa nataka kutujue leo hivi. Tujue stress ni kitu gani? Ndio tujue wewe unayeona mwenzako ako na stress, wewe uko nayo. Nataka tusome tuweze kujua. Stress ni kitu gani? Stress ni kitu gani? Ni hali ambayo kwamba mawazo yana mambo mengi hayawezi kucoordinate kwa namna inavyofaa. Yaani maneno yanakuwa mengi kuliko uwezo wa kuyabeba. Na mwingine? Yes. Ni wakati mambo hayajaenda vizuri kulingana na maybe plan yako vile ulikuwa unatarajia. Haleluya. Mambo yataenda vizuri, lakini kuna vile mwili inataka ifikie na ijafikia. Tuseme kwa hivyo ni njia ya moja ya mwili kustuka, kutaka yani ni njia ya maneno yanayokuja yanakukujia, alafu mwili inataka kuadjust. Mwili inataka kuadjust iweze kuyabeba maneno yale na inasindikana. Unapaki sasa ukiwa kwa mata. Ya kwamba ni njia moja ya mwili kutaka kukopa na kitu ambacho kimeikujia, lakini sasa njia ya kutaka kuisimamisha mwili ikopu na hiyo kitu imeshindwa. Tuko pamoja? Sasa mwili mwili inataka kuna mambo yamekuja kwako. Sasa mwili inataka kuya accept na imeshindwa jinsi ya kuaccept. Hiyo ni njia moja ya mwili kutaka kujitawala na jambo limekuja na imeshindwa. Sasa mtu anabaki hajatosheka na mwili hujakubali na jambo hilo ambalo limekukujia. Inabidi. Nafikiria ni hiyo. Mwili imeshindwa kucope na condition ambayo ulikuwa nayo. Si ni hiyo? Kuna wengine ako na depression kama huyu. Umewahi kuona mtu ako na stress? Umewahi kuona mtu ako na stress? Umewahi sikia kuna mtu ako na stress? Na umewahi muona mtu ambaye ako na stress? Anaonekana aje? Mtu wa stress anaonekana aje? Utatambua aje huyo mtu ako na stress? Si ni mapema mmoja sasa. Anatembea kirusha mikono. Kuna wengine wanaongea halau anajiongelesha mwenyewe barabarani. Hiyo ni tabia moja ya mtu kujiongelesha mwenyewe na ajui kama anaongea ajui. Na mwingine sio kwa exactly. Ni mtu ambaye hata njia iliyo rahisi sana ama jambo lililo rahisi sana kufanya uamuzi linamtatiza. Haoni madhara ambayo yanaendana na maisha ya kwake. Hata unapomwambia nafikiri itakusaidia kwake, ana ule uwezo wa kuona madhara. Na hata kunawezekana amesema liwalo na liwe. Yaani haoni dangers in which anajikuta. Umewahi kuona mtu akiwa na stress? Umewahi kuona mtoto ako na stress? Unajua sisi ni wazazi. Unajua watoto wanakuwa na stress. Na kina mama pia, na wazee, na wasoso pia. Je, unajuaje ukiangalia mama, ukiangalia mtoto, ukiangalia mzee, ujue huyo mtu ako na stress? Dalili gani unaweza ona? Tumekaa na wao, unaona ako salama, ghafla amebadilika. Unasema huyo mtu alikuwa na stress. Ulionaje? Yes, please. Anapoteza exactly. Ananyamaza. Ananyamaza. Kabisa hivi ni si kawaida kwake.
hacheki wala haongei. Aha. Anajitenga kutokana Exactly. Anajitenga. Akai pamoja na watu, alikuwa pamoja na socialist na watu, sasa anaenda nakaa kando. Mkimaliza tu kanisani hivi, anaenda peke yake. Ama anabaki hata juu kama watu walienda wakamwacha. Kingine Anakuwa restless. exactly. Anakuwa restless. Yaani hapo tu anaweza lala, anaweza kuwa hana nguvu, anaenda kufanya chamba, anaenda kuchukua mtungi apeleke aende maji, anafika kwa mtungi kwa maji, anakalia mtungi, anakaa hapo. Jua iko, asikii jua. Ajui kama inawezekana pia huyu mtu akajiachilia, hajaoga, exactly. Ajui kama alioga ama anafaa aoge ama alifunga simu ama hakufunga. Yeye ajui. Anikuuliza kuna katoto hapa mchana msichana nataita Shandela. Naona kalikuwa kanakuja kanataka kuchukua simu yako tena kanakimbia kanataka kufanya jambo, kanataka hata kuongea, akijui kanataka kusema nini. Unaweza kusema kana subiri tumalize somo ndio tujue hiyo ni kitu gani. Hatujajua kama ni kitu gani, bado ndio tunaanza somo. Yeye anafikiria tabia ya mtu hivi tu, labda ndio mzee anataka kuuliza. Je, inaweza kuwa ni stress? Hata yeye anataka kutafuta shida, ni shida gani inaweza kuwa? Hayuko vibaya. Kuna mtu ambaye anajua dalili ambayo ameacha nje. Yes, teacher. Kuna change ya bila kula, kuna wengine wanakula sana, wengine wanakosa appetite kabisa. Na kuna wengine kula sana wanakosa usingizi, Zaidi. wengine wanalala sana na wengine hawalali, wanaingia kwa kitanda usingizi hakuna. Anageuka, anafunga macho, anafunga. Hapa ilali, hapa inafunga na halali. Anafunga macho halali na akili hailali. Tumesimaliza kweli? Exactly. Mtu anakuwa na hasira. Akiongeleshwa tu hivi anakuwa na hasira. Na hata ukumuuliza vibaya amekuwa na hasira. Anakurudishia vibaya ama anaanza kulia hata utamfanyia kitu. Na hata kwa watoto wetu ni hivyo. Yes, hizo dalili zinaenda mpaka kwa watoto. wengine wananenepa. Akiwa na stress anakuwa anakubwa. Wengine wanakonda. Wengine wananona, wengine wanakonda mtu akiwa na stress. Hizi vitu zinazotufanyikia hapa katika maisha yetu ya kila siku. Katika maisha yetu ya kwa society na watu na kila siku. Kwa hivyo stress hii inaweza kuwa grouped katika sehemu tatu. Kuna ile moja tunaita acute, stress imekujia ghafla. Kuna stress imekujia ghafla, iko short. Yaani kitu kimekuja ghafla kikakustua, labda ni ugonjwa ilikuja ghafla, ikaleta stress na baadaye ikaisha na hiyo kitu kikaisha. Na kuna ile nyingine ya acute kama hiyo, lakini ni ya kutaka kukusaidia wewe usaidike. For example, tuone kitu ndio inataka kukula watu hapa ndani. Kitu ikikuja hapo, unajua kuna roho itakwambia ruka juu, ingine ikwambie fanya hivi, ingine ikwambie, unajua ni njia mwili inataka kukopa na kitu ambacho kile imekutana nayo saa hiyo. Umewahi ruka mahali mshito ni mimi kweli niliruka. Ama yani kuna kitu ambacho mwili utafanya kujiokoa. Are you getting me kweli? Kuna kitu ambacho mwili unataka kufanya kujiokoa ambayo haungefanya kama ungekuwa tu normal. Haungekuwa utaona hiyo kitu ungeifanya. Uruke ama ukimbie ama upige nduru ama
Kwa vigorous, yani kitu unataka kujidefend kwayo, mwili unataka kujitetea. Hii inakuwa ni yake sasa hiyo umepata hiyo shida ndio mwili unataka kujiokoa saa hiyo. Ndio unaona mtu huyu akapiga huyu. Alipiga hata huyu sasa mdogo hivi aliwezaje huyu? Yaani hiyo adrenaline yake ile ilikuja ikampa nguvu nyingine ambayo utaona ni mwili kukopa na ile condition ambayo uko katika hali hiyo. Na kuna kabla uendelee, nilikuwa naomba kuna kitu nimekuja kwa mawazo. Kuna stress nzuri na kuna stress mbaya. Kama stress yote ni stress. Sasa kama hiyo tumesema kutaka kukopa na kujisaidia katika condition fulani, hiyo ni stress nzuri. Tuseme kama kuna mbwa anataka umepita na ukaona mbwa. Mbwa huyu anataka kukurukia. Unajua kuna kitu utakwambia chukua mawe, mwingine kwambie chukua tege, mwingine kwambia piga nduru, mwingine ikwambie. Sasa katika hiyo mwili, yani hiyo kitu within a flash of not even a second but within a flash the shortest time possible mwili unataka kujitetea. That's a good stress ya kusaidia mwili. Hiyo naweza sema ni a good stress. Haya. Ama kuna nyingine nzuri mwalimu. Kwa mfano, pata kuchukulia watoto ambao wanasomea mtihani. Mtoto huyu anakuwa na stress kusoma. Yaani anakasana sana. Ile bidii anatia inamweka stress. Kama atasoma anasikia kuna kitu amefanya nini? Amemiss. Hii stress ambayo anatia bidii sana inamsaidia kufanya nini? Kupita mtihani. So ningesema hivi, stress kuna ile positive, tuite positive stress. Na kuna negative stress. Sasa ukichukulia kama huyo mtoto sasa asipeleke kama ni punishment kusoma, itakuwa positive stress na itasaidia mtoto huyo apite mtihani. Lakini kuna wale wakichukulia negative itamuaffect. Unaona? Na ikimuaffect wengine huwa anafanya zaidi hadi anaumiza mwili, hata wengine wanafanya nini? Wanagonjeka. Kuna watu kusoma hadi kichwa inafanya nini? Inaruka. So huyu ameenda beyond ile positive stress. Mpaka inaleta shida. Okay. Nafikiri pia hiyo tungezungumzia katika kitu tunaita what causes stress. Nini kinachoileta? Unajua sasa tulikuwa tunasema signs za stress. Alafu tukasema types of stress ni za type gani. Ndio tukawa tumesema acute, hiyo episodic, chronic, kuna vitu kama hizo za kufanya stress ikuwe hiyo. Sasa katika hii symptoms za stress tumesema kuna wengine wanaumwa kichwa. Anaumwa kichwa tu na hakuna kitu kinachomkula. Akienda hospitali hakuna ugonjwa. Akipimwa kila mahali hakuna ugonjwa. Lakini kichwa inafanya nini? Inamuuma. Ni stress inamfanya. Kuna wengine wanakuwa na high blood pressure. Akipelekwa hospitali anapatikana pressure imepanda na kitu kinachomsumbua ni kitu kidogo ama kitu kinachomsumbua ndani na hakuna mtu amemsaidia kutatua. Kwa hivyo inamletea anakuwa na blood pressure. Na wengine wanakuwa hata na sukari. Mtu anasema kuna pasta nilikuwa pasta tukiwa Isiolo na wakati ile tukiwa Isiolo kuna watu walikuwa Isiolo huko mahali tulianza kufanya kazi. Mtu anasema pasta wewe sisi tunajua kupandisha mtu sukari tunaacha majani chini. Yaani unasikia na tena wako boldly wanasema tutapandisha sukari yako na majani tutaacha chini. Yaani unashangaa watu wanaenda na pasta safari na wanaingia wote kwa gari, pasta anashindwa kwa kukaa na wanamfungulia buti anakaa hapo kwa buti. Na wakifika wanatoka kwa viti wanafungulia pasta kutoka kwa buti. Hawajui kumbe ni options. Hawajui kuwa kiongozi ya hapo anafaa yeye ni nani. Yaani wanaona tu pasta ni
kusema stress inaweza kufanya mtu asielewe kitu chochote na aweze kukuwa na tension yenye sio ya kawaida. Halafu kama ni watu wako katika ndoa, mambo yake ya sex yatakuwa na shida. Alafu immunity yake itakuwa chini. Atakuwa anashikwa homa, mara mgonjwa, mara kitu imenishika hapa, hii ikipona, hii imekuja, hii ikipona, hii imekuja. Yaani vitu vyote vinamzunguka. Mara chipu imemkura, hii kichupu itapona, chipu zingine zimezunguka. Yaani immunity imerudi chini. Magonjwa ya opportunistic diseases zimefanya nini? Zinaanza kumuingililia. Na kuna hiyo tumesema, kuna ile kuchoka, kuna ile kisungusungu, kuna ile kutolala, kuna ile kuchange tabia ambazo zile tulisema. Vitu vingi siwezi kuzitaka nimalize, lakini nataka kueleza what causes stress. Ni nini kinacholeta? Sasa tukishajua ni nini kinaleta mambo kama haya, unaweza kujua ni nini hiki kilifanya nikakuwa na stress na naweza kuepuka namna gani. Unafikiria ni kitu gani kinaleta stress? Na hii kitu ambacho kinaleta stress inategemea na age ambayo tuko. Sababu kinacholeta stress kwa huyu, akitaleta labda stress kwa huyu, labda akitaleta stress kwa mtoto wa shule, ama akitaleta stress kwa msichana mtu amemaliza shule saa hiyo. Tuko pamoja? Sasa tuseme katika age ya watoto wetu wadogo, kama hawajafika teenagers, hawajafika above 13 years. Unafikiri ni kitu gani kinaleta mtoto huyu stress kwa poma zetu? Watoto wadogo. Yes, teacher. Wakiona wazazi wamefarakana. Unajua hiyo kitu inaumiza watoto vibaya sana. Kuona wazazi wanapigana, kuona wazazi wanagombana, kuona wazazi wakai vizuri, kitu hicho kinaumiza watoto vibaya sana. Hata mtoto anaweza enda kwa shule afikirie nitakuja mama yangu hayuko, baba ameshanyoka, sisi aliona amenyoka usiku na hakukufa, sasa akajua nitaenda nitapata amekufa. Mtoto atakaa shule atajua sijui kama mama yako hai, sababu aliona alifinyiliwa akanyongwa na hakukufa na akashindwa. Sasa mara nyingine akinyonga mama yake hakuna. Mtoto atakaa kwa shule lakini anajua anytime anaweza enda pate mama hakuna. Na wewe na mtoto kama huyo akikuona ukimkujia ukimwambia toka hivi si atataka kukufa na mimi nanyongwa. Ni kwamba yeye pia atakuwa na hiyo tension na hiyo uoga, anakuogopa kwa sababu anaona unazungumza na nguvu, unanyonga watu, mama yake umwajiri. Nini unacheka? Nini unacheka? Ni watoto wadogo. Na kitu kingine gani? Asante sana teacher. Kwa kunisaidia. Ni nini nyingine? Vile tuna handle watoto. Vile tuna handle. Yes. Vile tuna waharash. Yes. Vile tuna Vile tuna handle. Unajua ile ndio mwalimu alikuwa anasema ya kuwa kuna wakati mtoto anataka kujiexpress. Unajua kuna wakati mtoto anataka kujiexpress lakini hatumpei nafasi ajiexpress. Ama kama kitu imepotea kwa nyumba na mtoto aseme kwa kweli mama iko wapi ile 20 yangu niliweka hapa? 20 niliacha hapa iko wapi? Kumbe wewe ndio unisema hii 20 wacha niweke hapa watoto watachukua. Ukaweka ukasahau. Kisha ukarudi ukasema ile niliacha hapa tu. Siulileta 20 nimeweka iko wapi? Munipe 20 ama mkufu. Sasa watoto unajua wanaanza kutembea hata chini ya viti, watakuja kwenda wataiona. Na wewe uliweka tu. Na wanajua kuja watachukua, lakini njia ya kuexpress ujue watachukua.
hawapei nafasi. Akienda kusema wewe yangu hapa. Si unajua watoto watateseka akili. Mtoto atateseka. Kuna wengine hajui kujisemea kabisa. Yeye atanyamaza na atalia akitafuta. Na wewe ukikucha na unamuongeza na teke chini ya kitanda yako nikirudi hivi nipate itweti iko wapi? Hapa. Sasa mtoto anataka kujifia pale ndani, kitu cha kumuua hakuna. Unaona mtoto kama hiyo? Hao ni watoto wale wadogo. Kuna wengine wanapitia hayo kama wamekuwa abused. Si kuna watoto wengine wanarebiwa. Na wanao wale ni wale wako nao kwa nyumba. Kuna dojuti hiyo ni trauma ya high standard. Mtoto huyu kama ni ango yake umeweka kwa ile nyumba, yeye ndio ango wako kwa hiyo nyumba na ni ndugu yako ama ni ndugu ya mzee ama ni ango. Mtoto ako hapo ama ni baba yake. Na labda ni mtoto wa wenyewe anaishi kwako. Na mama yake hakuna, alishakufa. Wewe ndio unaishi na yeye. Sasa ni ndugu yako ama ni mume wako ama ni nani wako anachukua katoto anarep, katoto akajui kanaambiwa sema kufa wewe. Sasa mtoto hajui kujiexpress, hajui aende wapi, hajui na hiyo ni kitu inamrudia. Watoto wadogo. Mtoto kama huyo unaweza pata alikuwa anakula hawezi kula, alikuwa anaenda shule kama anakimbia hawezi kimbia. Unaona kama yani anaanza kukuwa na shida. Alikuwa anafanya vizuri hawezi fanya vizuri kwa class, ana shida. Na wewe ukiangalia sasa ni nini shida ya huyu mtoto? Akipata mtu polepole amuongeleshe polepole atakumbuka amwambie. Sasa kuna watoto hao wengine wakubwa ambao wamefika teenagers. Wamekuwa wakubwa sasa. Watoto hawa vijana wetu hawa, wale ambao wamepata nafasi wakakuja hapa leo, katika jina la Yesu utoke hapa kama umepona. Amen. Kwa sababu watoto hawa wakubwa ndio wako na stress vibaya sana. Maana sisi wamefika wakati hatuwaelewi, tunaona ni kama wanajua, kumbe hawajui, kumbe pale nje pia wanapata pressure mbaya sana. Watoto hawa wakubwa. Watoto wakubwa hawa wanajiingisha kwa wengine pia. Wanaanza kukunywa, wanaanza kufuta, wanaanza kujua mambo haujui. Sasa anakuja ememunanza, hajui kukuambia. Sasa anabaki kama anajifia yeye mwenyewe. Mwingine alikuwa ameanza relationship, ameachwa, anakuja kwa nyumba, hajui kukuambia mimi ni mtu ndio huyo, hajui kusema nini ni mkura. Wewe unashangaa nini msichana ako hivi? Nini mtu ako hivi? Kumbe amefika mwisho. Unasema watoto wengi wa mtoto ni mwerevu, mtoto ako shule, amepewa pesa, anasoma lakini anachinyonga. Si mnaona kesi kama hiyo? Unasema nini nimekula mtoto wenyewe akachinyonga. Kwani mtoto si alipita mtihani, hajawahi nini imefanya mtoto huyu? Kumbe ilifika wakati ambaye hawezi kujiexpress, akaona anachimaliza. Na hata watu wazima hivyo hivyo. Tunaona wakati ambao mtu anashindwa kujisaidia, alafu anachiumiza. Haya, wacha tuseme kwa watu wazima, ni nini mnaona kinatuletea stress sisi kwetu? Watu wazima. Nini kinaleta stress kwa poma zetu? Kuna kitu kimewahi kukupea stress? Sana, sivyo? Ni kitu gani ile unaona? Conflicts, vita vya kila vinatokea kila saa, nyinyi kwa wenyewe. Unaenda kutaka kuepuka, inaletwa. Labda ni ndugu yako, ama ni mke wako, ama ni mume wako, ama ni mtoto wako mkubwa ambaye anawapiga. Unajua kuna watoto wanapiga wazazi. Wanapiga wazazi, wanavunja na hata sikii kama mzazi anasikia uchungu hadi akufe.
unaona apart from conflicts, ni kitu gani ambayo unaona kingine inatuletea stress katika familia zetu? Na pesa tuko nayo mingi sana. Tukikosa tunakuwa na stress. Na ukiwa na madeni je? Ukiwa na madeni si stress mingi. Ndio hiyo ulichukua chama ikapita ikaongeza na ikaongeza, ikaenda ukashindwa. Chama ikakuja, ikachukua vitu vya kwako vya nyumba vikakataa kutosha, ikachukua mabati, ikakataa kutosha, ikachukua kitanda, ikaona imezeeka, ikafunja kitanda. Yaani chama ni kitu mbaya. Yaani inaharibu kabisa ili kwamba uweze kubaki hivyo. Ni nini Biblia inazungumza kuhusu madeni? Psalm 37 verse 21. Asiye haki hukopa wala halibi, bali mwenye haki hufadhili ukirimu. Amen. Mwenye haki anakopa na anarudisha. Hebu tusome Romans chapter 13 verse 8. Msifiwe na mtu popote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Amina. Don't owe anybody anything apart from the love of God. Ya kwamba tunapokuwa tuna madeni na shida na yule utashindwa kumfikia umwambie about the love of God. Lakini tunapokuwa free, unakuwa free kufikia mwenzako. Ndio tunaambiwa kuwa wacheni kukuwa na shida na mtu, madeni na mtu, chuki na mtu apart from the love of God ambayo inafaa kutuifei. Sasa tena stress nyingine ambayo tunapata kama watu wazima ni gani? Na kazi tuko nazo. Si mtu akiwa hana kazi anakuwa na stress. Tusome kitabu ya Psalms 104 verse 27. Biblia inasemaje? Inasema, hao wote wanakungoja wewe, wape chakula chao kwa wakati wake. Hao wote wanakungoja wewe, wape chakula chao kwa wakati wake. Endelea. Wewe huwapa. Wao wanakiokota. Wewe huwapa. Ama wewe una? Wewe huwapa. Wao wanakiokota. Wewe waukunjua mkono wako. Wao wanashiba mengi. Amina. Mungu anapokunjua mkono wake, tunafanya nini? Tuna receive. So tunafaa kuelewa ya kuwa Mungu anaposema ya kuwa hii ni yako, kazi hii ni yako, hakika atakuongoza uipate. Na Mungu anapokunjua kitu ambacho hauna, akikunjua mkono uireceive. Kila kitu kinasubiri, hata simba huko msituni anasubiri Mungu ampe chakula yake. Na viumbe vyote vinangoja. So tunafaa kuelewa ya kuwa Mungu wetu ni Mungu anajali kila mmoja. Na nini tumemaliza causes of stress kwa familia zetu. Hata wale watoto tulisema teenagers. Yameachwa sijui wakafanya nini. Hilo pia linaweza likatatiza wazazi kweli. Lakini hata kwa wazazi watoto wetu ama kifo kama mtu amekufa akapaki yeye mwenyewe, akapaki mwenzake mmoja, ama wakadivorce akapaki yeye mwenzake mmoja. Nataka kukuambia hivi ya kwamba God has a plan as to why you remained. God has a plan as to why uliachwa. Tusome kitabu ya Isaiah 43. Unisome verse 1, 2, 3. Biblia inasema, lakini sasa Bwana aliyekuruku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, anasema hivi, usiogope maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Ukitoka katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto, hutateketea. hiyo ni fasi ngapi umefika? Verse 2. Aya, enda 3 sasa. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mtakatifu wa wapi? Then Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. subiri. Soma Kizungu. For I am the Lord. For I am the Lord, The Holy One of Israel. the Holy One of where? Israel. Then Your
wako na simu. Mtu ako na simu asome na ya kwako. Inasemaje? For I am the Lord, the Holy One of Israel. Thy Savior, I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for free. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. nimetoa Misri kwa ukombozi wako. Verse 4. Soma 4. Sitapitia vitu mnataka. 4 inasema Kwa kuwa ulikuwa wa dhamani machoni aje, subiri. Soma tena. Kwa kuwa ulikuwa wa dhamani Wewe ulikuwa wa thamani sana na mwenye kuheshimiwa. na mwenye kufanya nini? Soma Kizungu. Soma Kizungu. Since you You are Hivyo. precious. So since you were so precious in my sight. ai, and because I love you, ai, I will give men in exchange for you. subiri. Watu wamesikia kweli hivi vitu. Because you were so precious. Because you are so precious on my side. I honored you. I gave Egypt as your ransom. Then I have loved thee. Therefore I will give men for thee and people for thy life. therefore I will give men for your life. For your life. I will give men for your life. Because I love you, I honored you. You are so precious on my side. So I gave somebody's life on your behalf. I gave somebody's life on your behalf. On your behalf. Hallelujah. That the Lord gave somebody's life. Can you imagine? The Lord, because you are so precious in the eyes of the Lord, He gave somebody's life. Can you imagine how many lives have been given on your behalf? Can you imagine? I gave somebody's life on your behalf. Unajuaje labda yule Mungu aliruhusu akalala? Wewe ndio ulikuwa ulale akasema wewe lala uache huo. Alafu kaacho stress ikaanza kukukula na Mungu aliacha maisha yako kwa sababu ya wako wewe. God spared your life. And He gave somebody's life on your behalf. And He left you alive. Kwa sababu utakamilisha jambo ambalo anataka uifanye. Alafu sasa unaanza kukuvia hapa, unasema mimi nilifiwa, mimi sina Mungu, yani unachakaa chini useme, "Oh, is this God? Is this how much you love me? Is this how much you left my life? Is this the much you gave somebody?" Tutasema kuwa Mungu alifanya vizuri mwenzako akalala. But ukiangalia ujue kwa nini yule msichana kijana akakuacha? Nani yule kijana akakuacha ukaanza kulia ufuate kijana mwanaume wa wenyewe mkubwa unaanza kumlilia yeye. And he has left you. He has gotten somebody na Mungu amekutoa katika ile maisha so that usiende kukufa kifo ile. He has given somebody in your behalf. Amekutoa katika ile relationship ya kifo. Tena unaanza kulia mimi nataka hii ya kifo. Unajiingiza kwa stress. Na Mungu amekutoa katika stress. Unaona vile tunapoteana? Ya kwamba tunafaa kuweza kujua ya kwamba Mungu wa mbinguni anatupenda. Lakini sasa sisi hatuelewi upendo huu Mungu anayetupenda kwani. Ya kwamba hivi vitu vinaleta na stress zingine zinakuja kwa sababu ya relationship kama hayo ambayo tumesema. Stress zingine zinakuja kwa sababu ya divorce. Vitu kama hizi zote, God has loved you so much that He has given you another chance of life. Amen. That you can prepare to stay for God's glory. Ndio wajue waseme kwamba
ambia huyu msichana amina kwa kufungua haraka. Amen. Wow. Biblia inasema, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia. Mungu aliyachagua mambo magani? Mapumbavu ya dunia. Awaibishe wenye hekima. Awaibishe wenye. Haleluya. Ehe. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia. Ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia. Na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe viwe vilivyo. Haleluya. Amen. Yaani Mungu alisema huyo akienda hapaki yule hawezi, hata wewe nunua mboga sokoni. Sasa ndio watu wasema atakuwa aje na atawahi nunua mboga, atakuacha tu shule ya watoto, atakuaje huyu tutamuona. Naye Biblia inasema katika Isaya 30 kwa nyingine inasema ni wakacheka tutaona itakavyofanya. Naye Mungu anasema I have left the weaker that I can shame the wise. I have left the foolish that I can shame the wise. Wale ambao wanafikiria kitu kikifanyika ukisoma kuyako kwenda chini ndio watu waseme kiukweli huyo sio yeye, ni nani? Haleluya. Amen. Alafu sasa tunaanza kujiweka stress. Stress tuweke kando katika jina la Yesu. Amen. Ya kwamba Mungu wetu ako na uwezo. Mungu wetu ako na uwezo. Na sisi akina mama tunakuwa na shida ya kubeba sasa sana mzigo. Mzigo hata sio yako unabeba. Mama mwingine anaenda na kuelezea stress yake. Na mnajua ni kwa nini wanaume wanakufa mapema? Wanajipepea. Ni nini kitokea unafikiria wanaume inafanya wakufe mapema? Awali hawezi ya hata angolewe mgongo akukauka. nyama imeng'oka lakini madozi yako Hakuna. ni kwamba hebu tusome kitabu ya Philippians chapter 4 verse 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Amen. Asante sana. Ya kuwa haja zetu na zijulikane na nani? Na Mungu. Haja zetu zijulikane na Mungu. Sasa ndio mwalimu alisema hapa ya kwamba tunaleta shida zetu tunaziongelelea, hatuambii shida ya kwamba katika jina la Yesu utaondoka. Kwangu hauna nafasi. Yaani unatosa tunabeba huo mzigo wewe mwenyewe na tunajua kwa Mungu wetu. Kusoma kitabu ya Psalms 94 inasema 5 and 6 inasema kwamba Mungu aliumba masikio na ako na manini? Na masikio. Mungu aliumba macho na yeye ako na nini? Na macho, na anafanya nini? Anaona. Na masikio yake inasikia. So tunafaa kwenda kwake tumwambie kinachotusumbua. Tunafaa kwenda kwa Mungu tumwambie ni kitu gani kinachotusumbua. Lakini tunachukua muda mwingi kuelezea mtu mwingine. Unaelezea mtu mwingine, huyo mtu anasema, "Kwani nimekuwa hivyo?" Na hata atakupea jibu mwingine. Hadi hiyo watu ukaondoka ukaenda. Ukaona hiyo hata tena ukaambia mwingine akasema, tena akakwambia kitu kingine. Naye anakuweka jumbi nyingine, tena unachanganya na ile ulikuwa nayo. Sasa unaenda kama unataka kupasuka unapasukia kwako. Sasa unajiweka sasa stress yani kuliko tungeenda. Imagine tungeenda sasa miguuni pa Yesu tumwambie hii shida iko hivi na hii. Alafu hakuna uwezo wa kutusaidia. Lakini sasa tunabeba mzigo huo, alafu tunaubeba mzigo ambao Yesu anasema kujeni wangu wote walio na mzigo nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Sasa tunabeba huo mzigo. Sasa inafaa tuweze kuachilia. Stress imeua watu na wamezikwa. Stress imeleta depression, mtu ajijui na hata anatibiwa anakataa kupona. Stress inaleta shida mingi katika maisha yetu.
Lakini kilicholeta stress ukishakigundua ni kitu gani? Ndio maana tumeanza kuzungumzia juu ya communication. Vitu vingi ambao unafaa kuchenga ufa, tusichenge ukuta. Kwa sababu sasa kama tungechenga hii familia labda mapema, hii uhusiano uombe msamaha. Kitu ya kuomba msamaha ungeomba tuseme I'm sorry, sikushika hiyo simu kwa sababu niliweza hebu nisome kitabu ya James chapter 1 verse 26. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala haudhui ulimi wake kwa matamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Hebu sikia. Yaani mtu akisema kuwa yeye ni mwenye dini, anamjua Mungu na asijizuie ulimi wake kwa kusema chochote, huyo mtu dini yake ni bure. Na ndio maana tunaambiwa kuwa your tongue has power. The tongue has power. Tuweze kujua ya kwamba ni kitu gani tunazungumza. Sababu ukisema mimi hii kitu si familia sitaiweza, mimi huyu mtu si muwezi, mimi huyu mtoto sitamuweza, mimi hii familia siiwezi. Na Biblia inasema kwamba ukisoma Yeremia 17 ya kwamba Mungu ameturuhusu ukae pale. Unajua Waisraeli walikuwa wanauliza ya kwamba ni tutaimbaje wimbo wa Mungu katika nchi na sasa nchi ya ugeni. Halafu sasa wewe na wakaambiwa hapo mulime na mupande na mufune na muchenge nyumba na muishi na muoe na muoeshe watoto wenu hapo kwa hiyo familia ambayo huko. Hiyo familia ambayo inakupea stress. Hapo ndio Mungu anataka ukwe. Na Mungu anataka ukimwangalia akubebee ule mzigo ambayo tumeubeba. Sasa unakalia tuseme umekaa na stress na sababu ya mume wako ambaye mlizungumza hamkusikizana, halafu akaenda kazini, ukapati uchakula. Yeye akiwa kazini pale, akaenda akasikia anataka kukufa, akaenda akachoma nyama, akakula, akaenda akapata mtu ambaye anamtoa stress, akatoa stress, akakuja akapata ulinuna hapo, sababu uliitwa ng'ombe, sasa ukanuna hivyo, haukukula, haukukunywa, sasa badala ulikuwa ng'ombe ukakuwa kawa. Chakula siku 2, yeye anaendelea, akikusa anajifanya anamenyamaza, kumbe wewe unakufa. Yeye anafanya nini? Anafonga. Yeye anaponea huko, anaponea huko. Wewe sasa stress ile unabeba. Mtoto ndio huyo akikuja kukuongelesha, utachuna yeye, utafunja yeye. Mtoto hakujijua wala hakukuletea stress. Unaona sasa hii kitu kinaleta hii nyingine. Hiki kitu kinaleta hii nyingine. Kwa sababu ya stress ambayo tunakuwa nazo katika familia. Lakini sasa leo hii jioni ya leo tunaambiwa kwamba hii ni siku ambayo tunayoyapewa. Misiku hii ambayo inatunyima raha. Misiku hii ambayo tunajaribu kuitatua peke yetu. Tuite anayeweza. Na atatutoa misiku hii. Na wewe peke yako lazima uanze kujitambua ya kwamba kuwa wewe unapendwa na Mungu. Uanze kujitambua ya kwamba hakuna mwingine kama wewe. Usisubiri mtu akwambie tu wewe ni mzuri ndio ufurahi, stress itoke umekuwa mzuri. Hapana. Chukua kioo, oga pango, enda kwa kioo, angalia kioo yako, jifanye hivi unasema haki ya Mungu. Mimi ni mzuri hivi Mungu. Thank you Lord. I am wonderful and fearfully made. Unatoka unakiendea. Umejipatia raha mwenyewe. Kumbe hakuna mtu anakupea raha. Wewe mwenyewe ndio utadecide kukuwa na nini? Na raha. Wewe mwenyewe. Hautasubiri mtu akupee raha eti akubembeleza akubebe kwa mgongo eti usikie uko vizuri. Hakuna. Siku ile alikwambia kwaje nikuchukue, mimi nitakutengenezea tingatinga utakuwa unashika pesa tu. Kumbe tingatinga haikukua. Ukaenda ukafikiria tingatinga iko wapi mimi nishike pesa? Hakuna, yeye ndio tingatinga. Sasa wewe ukaacha hizo stress ukasema sasa mimi
Mungu nisaidie, na uadjust. Adjust yourself katika ile kitu ambacho kinachokusumbua. Uadjust. Useme ni school fees hatuna, Mungu tutafanya namna gani? Unaenda. Na wao Mungu ametuahidi hapa ya kwamba kama ni vitu ambavyo tunahitaji. Anasema kwamba when he opens we do what we receive. Unajua kuna wakati ambao tunafika, unajua huyu kweli atafanya mtihani, kama akiwa college atafungiwa nitafanya nini? Lakini alimaliza shule, akamaliza college, na kama wewe hujui alimaliza aje. Mungu anapeana kwa wakati wake. Ukisoma kitabu cha Isaiah chapter 26 verse 2 inasema aje? Taifa lenye haki lishikalo kweli. Open the door. Open the door for my righteous person to do what? To enter. Mungu anafungua milango. Mungu anafungua milango mahali hakuna milango. Mungu anafungua milango mahali hakuna mlango. Na unaweza nikwambia yule mtu ambaye amefukuzwa na mtoto wake. Alikuwa kwa boma yake, akashindwa kukaa na mzee wake, akamfanyia vitina hivi. Kwa kweli unajua haukukosa kwa hiyo boma nimetolewa hivi mchana kule. Hata utapewa nafasi ya kujiexpress. Ukaambiwa uende sababu ameona kingine mahali. Ukawekewa mtoto, ukaambiwa wewe enda. Na kwambia utaenda kama unalia, stress inakushika. Na Mungu anafungua njia mahali hakuna njia. Anafungua macho yako. Anafungua macho yako na anakwambia anga aliambiwa namna gani? Anga aliambiwa anga unalia nini? Akasema mimi nimefukuzwa na maziwa nilipewa na maji imeisha, sitaki kuona mtoto wako akikufa. Akaambiwa angalia nyuma yako kuna maji iko hapo, uchote na upe mtoto wako na itafanya taifa ikue kubwa. Haleluya. Amen. Wazee wale ambao wanafukuza watoto wao hawajui wako wapi. Wanakuja kulia baadaye. Kwa sababu mtoto yule ataenda alie na mama yake mahali atalia, Mungu atasikia yale maombi, atafungua njia. Na yule wale watoto wacha niwaambie, wanapewa tabia ambayo sio ya kawaida. Kwa sababu itawafanya wakuwe adapted wakubalike mahali wameenda. Na wanakuwa tofauti, wanakuwa wa maana na wanasimama. Kwa sababu Mungu aliwaonea huruma walipokuwa wanalia. So Mungu anatutoa hizi stress. Mungu anajua shida zetu. Mungu anasijua hizi shida zetu. Nataka kusema unafaa aje kubreak hizi stress. Kitu ya kwanza tutambue Mungu anaweza. Kitu kingine unafaa kulala mausingizi unatosha. Unafaa kulala usingizi unatosha na unafaa kujisocialize na watu wengine, naenda haraka kwa sababu ya muda. Unafaa kujisocialize na watu wengine, usijitenge. Kama ni wimbo weka wimbo, kama ni radio sikiza, kama ni TV weka wimbo. Na kama ni maji hapo hiyo wimbo inaimba. Una maji nayo hata uone kama mtu anakuona. Unazunguka nyumba unamaliza unachukua mtungi yaani usikae ujishughulishe. Hiyo ni njia moja ya kubreak ile stress. Na ufocus ya kwamba Mungu wewe ndio utanibebea hiki. Mimi sina uwezo na Mungu anaweza. Nataka tusome verse nyingine hapa. Joshua chapter 1 verse 9. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope. Wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Kila uendako matayarisho ya kuvuka mto Yordani. Amina. Ndio Isaya anasema verse 30 chapter 30 verse 25 anasema hapo Joshua amesema sio mimi nilikwambia uweze kukua hodari na kuwa niko na pamoja nawe, na yale mambo ambayo yanakufinyilia unaona uyawezi, kumbe wewe ni hodari wa kuyaweza. Yaani kama eti mzee wako hana kazi unakotoroka unaenda, eti bibi yako hana kazi unamdharau, unasema ni bibi hana kazi, na wewe kazi anayoyafanya. Kwa kweli wazee, kwa kweli Mungu awaone usiku wa leo ya kwamba ile kazi ambayo mama anafanya kwa nyumba ukipewa kweli utaweza? Kweli utabeba mtoto kwa tumbo? Kweli utazaa mtoto? Hawezi.
Achaamuka ukaweka maji kama hii, ukamwambia kucheni maji ndio hii, akaacha kitanda hivyo, ukaenda ukatandika, ukachukua ile nyingine ukapeleka pale. Unajua wao hawajishughulishi hata hivyo. Wazee ni changamoto ya kusema wanavyokufa mapema. Kumbe kazi hii tunafanya wanawake, Mungu anatupia nguvu ya kuishi tena sana. Tuishi zaidi. Kwa sababu wewe unafanyia watu hawakufanyi. Unawafanyia kazi wewe, kumbe unafikiria. Ndio maana unaona wasichana wa kazi, wasichana wengi wa kazi. Sasa ile wasichana wa kazi unachukua mbili, unamchukua mtoto ambaye amechakaa huko ushago, unamleta yeye, anajishughulisha, anafua. Wewe unataka kwenda kufanya shopping, unachukua gari, unaleta, unaenda unafanya shopping, vile vitu mzito na maji ya kunywa na maziwa mapozi, unamwachia kwa gari, unasema peleka kwa nyumba. Anang'ang'ana, anapeleka, anarudi, unakaa pale, analeta chakula, atakunawisha mkono, achukue vyombo aweke pale. Msichana alikuja kama ajiwezi, ana sura. Kumbe kazi ile unafikiria anakufa, kumbe anakuwa hai. Ana sura inakuwa nzuri. Kumbe kufanya kazi hata inafanya sura yako ikuwe nzuri. Wewe imagine, hata kuna kitabu nilikuwa nasoma inasema kama ufanye kazi hivi vitu vinalala haraka. Kama unijui unavijua wewe mwenyewe. Vile vinaitwa mimi sivijui. Sikiane tini mito. Hapo sikia kuona niligusa wapi. Ya ulize tini mito. Biblia inasema be strong. Ni mimi nimefanya nini? Nimekuagiza be strong. Pale ambacho unaona unafinyika inakuletea stress. Tumesema kama ni mwenzako Mungu ameruhusu akarara, turn round and start another way. God will give you strength. Usome kitabu ya 1 Peter chapter 5. Soma hiyo. 1 Peter chapter 5. Biblia inasema chapter 5 anzia verse 10. Anzia verse 10. Inasema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia wapi? Katika utukufu wake. Amefanya nini? Mkisha kuteswa kwa muda mfupi, yeye mwenyewe atawatengeneza. Haleluya. Kisha na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Soma Kizungu. And the God of all grace, And the Lord of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you he will restore you and make you strong, and make you firm and steadfast. He will make you settle. To him power forever And ever. Hallelujah. Amen. That the Lord who has called us into eternal life, the Lord that we serve, is a living God. After you have served a while, kitu ambacho kimekuletea stress, after you have served a while, mpaka ukakuwa na hiyo stress, the Lord God Almighty will restore you back again. Amen. He will restore you again. He will give you a new strength. Kama ni mzee alienda, he will give you the way utaishi bila yeye. Kama ni mama alienda, he will give you the way kuishi bila mama. Kama ni wazazi walienda, Mungu atapea watoto wale waishi maisha bila wazazi. He will restore them back. He will give them new strength. He will give them a way. He will settle them down. For his own glory. Ya kwamba mambo yote yatatimika. Kwa hiyo anatuagiza ya kwamba tumwachie yeye. Stress zile tumebeba kuanzia leo. Katika jina la Yesu tufanye nini? Tusiache. Tutoke hapa
bila stress. Tujue kuwa tunasaa Mungu anayeweza. Mpaka wale unajua watu wa dunia wanatuangalia. Waone kuwa huyu Mungu tunayeita ana uwezo gani. Sasa tunafanya Mungu wetu anatukana. Ukisoma Romans chapter 2 verse 24, inasema jina la Mungu limetukanwa kwa sababu yetu. Ya kwamba Mungu wetu ni kama hana nguvu. So let us make our body great. Tuweze kushuhudia ya kuwa Mungu anaweza. Na the time has power. The more unashuhudia, the more it happens for you. Amen. Na Mungu wa mbinguni atubariki katika jina la Yesu. Amen. Kindly kidogo. Sasa hii yangu ni swali ama ni jibu. Kwa upande wa mawazo, nafikiria mimi ni moja yao. Sijui kama ni hiyo stress niko nayo, because nilaishi na kichwa kuuma kwa muda mrefu sana. Mpaka tunaishi na dawa. Wiki iwezi isha bila niumwe na kichwa. Na hii kitu ilianza 2003. Kama bado niko fit. Sababu ni babangu alikuwa mkali sana. Baba yako. Baba yangu ni sana. Mkali sana. Yeye alikuwa mwanajeshi hiyo time. Akikuja hawezi tupea time ya kukaa kama watu wazazi. Tuweze kumwelezea mzaifu jambo. Badala tusikie kama ni kitu iko hapo nashapata. So naona kama mimi ndio nilianza kuwa na mawazo tangia nikiwa mdogo mpaka wakati nimeingia kwa ndoa. Nikaingia kwa ndoa yangu nikapata mzee yangu ni ile naanza kustuka. Kwa upande yangu mimi siwezi kushana na mzee, nafuata yake. So kwenda mimi nilitoka nayo mawazo kwetu, nikabidi nikaingia kwangu, nikashindwa vile ninaweza control because sikupata mtu mwenye ananishikilia. Kama kanisa nilikuwa naendanga Catholic peke yangu. Na nikienda hiyo kanisa nitakuja niseme nilikuwa ninaenda wapi kwa upande wa babangu sasa nilikuwa nyumbani. Wakati nimekuja kujua Yesu 2017 nikiwa hapa niliona kama imepungua kidogo, mara inarudi. Sasa naomba mnielekeshe ni wapi tafuata, ni njia gani tafuata. Asante sana. Umesikia swali yake? Unajua tulisema stress, tu kusema kuwa stress can lead to some other complications katika maisha. Ya kwamba stress inaweza leta maisha vitu vingine vimeenda beyond stress. Vinaweza. Sasa ukitoka unakuwa na anxiety, unatoka unakuwa stress, unatoka unaenda wapi? Depression. Si ndio? Sasa ukitoka hapo depression unaenda unaenda into coma. Haya. Sasa kuna ile ingine inaleta to panic kama hiyo sasa ya msichana wetu hapo nyuma, mama mwenzetu. Nikikuita msichana ni msichana wa Mungu, si ndio? Ladies of Jesus Christ, sisi ni wasichana wa Mungu. Ni kwamba inaweza ileta to self-harm, hata Mungu anaweza kujiumiza. Kwa sababu unaona hakuna mtu anayekujali. Na inaweza leta permanent problem ambayo haitoki. Lakini katika Kristo inatoka. Amen. Katika Kristo inatoka. Amen. Tunaposoma Galatians chapter 3, nione kama ni Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Hiyo inazungumzia that the Lord Jesus became a curse. That we should Nilimention awali, kuna mwanamke mmoja pale ndani anaitwa Angela.
linamsumbua huyu binti anasema kwamba alimchukia sana kwa sababu hakujichunga. He never cared for himself. The point alikufa tukabaki bila baba. Akiwa mkubwa, hili jambo likawa linamsumbua. Na kwamba jibu alilokuja kupata ama tiba ni kwamba ilimbidi yeye get in terms kwamba baba yangu alikosea. Tuliishi bila baba kwa sababu ya makosa yake, abuse ya drugs, hatimaye akafa. Na sasa ikambidi kwamba lazima get into terms na that reality kwamba kweli ilitokea kosa, tulikuwa wadogo, tumekuwa wakubwa, amsamehe lile kosa ndivyo yeye mwenyewe aweze kuhili. Na ni katika hapo ningependa kutoa ushauri kwamba inawezekana tatizo la leo liko na roots back to the days mwenzetu alipokuwa mdogo. Na labda kuna uwezekano mkubwa wa kutafuta get into terms with that reality kwamba udogo wetu hatukupata ile fursa ya kujieleza kama watoto. Lakini ni jambo limepita. Kama yule mzazi yupo, ikiwezekana kabisa mkutane na ukajieleze. Sasa ni mzima, hawezi kukupiga kama enzi zile. Kama ataweza kupeana that audience, ujieleze kwake, ikiwezekana you pronounce kwamba hili jambo lilitudhuru tukiwa wadogo, lakini leo nimekuwa mkubwa na nimekusamehe. Ikiwa litatoka vile, healing will begin from within. Kuna uwezekano. Mumewe ambaye bado yupo na kuna uwezekano ni mkali, una uwezo katika maombi. Na ndio maana tuko hapa. Jambo kama hilo likiwa katika maombi, wako binafsi, natumai na wote ambao wamenisikiza, na inawezekana kuna mmoja wa kwetu ama mwingine ambaye ana mlima kama huu. Kwa namna tumesoma leo, kuna uwezekano milima itasonga. Haleluya. Amen. Ni kwamba kitu ya kwanza aweze kumsamea mzazi. Alafu kuna nafasi ninatafuta tena ingine. Msichana wetu amepata hiyo nafasi ingine. Kuna nafasi ingine natafuta inasema the Lord will give the diseases to those who hate us. Mwaisoma nafasi kama hii? Yale magonjwa yetu tunayoyabeba, Mungu atapea wanaotuchukia. Ya kwamba temo utachukia mtu, temo utaumia, utakuwa mgonjwa. Lakini utakapomsamea, hatapaki yule anayekuchukia ndiye atakuwa na mgonjwa. Ndio nataka kusema ya kwamba utakavyomsamea, ya kwamba umemsamea kabisa kutoka paro yako useme, na kitu cha kabisa ni vile mwalimu amesema ya kwamba kama hapo hai uende tu kuseme leo Mungu nipe nafasi ni consign na huyu mzee, nimwambie kitendo alichotutendea na kimekuadhiri kwa muda mrefu. Utapata akianguka chini aliye machozi aseme nisamee, sikujua, sikujua kama nimewafanya hivyo. Ataomba msamaha mbele za Mungu na ataomba msamaha, na wewe ataomba msamaha mbele ya watu wengine. Lakini kupitia kwako wewe, unajua kuna watu wameunga tofauti. Kuna wale ambao wanaathirika sana na kuna wale niliosikia. So katika watoto wetu wote ende ikawa wewe ndio uliathirika sana. Lakini kuna njia utakuja utarikava. Njia moja ni hiyo ya kumsamea na usahau na kuombea. Kama hako hai, kama yuko hai, umusamee, hata kama alikuwa msamee na usamee kabisa. Na utapata Mungu amekuhili. Kama hako hai, make an effort. Kuenda kulikonsaili pamoja naye. Utaponea hapo hapo, utoke kama hujawahi sikia kichwa tena. Amen. Na hii mambo mengine maombi yanaweza. Alafu kitu kingine hii ambayo kama ni kichwa inauma, yani ni kitu ambacho ni mgonjwa ambayo inafuata kwa sababu ya familia. Kwa sababu ni vya familia. Haina mamlaka kwetu. Amen. Wale ambao tumemjua Kristo haina mamlaka. Yaani mtoto kukataa shule imekuletea stress sababu ni familia hiyo watoto hawasomi, hayana mamlaka kwa watoto wa Mungu. Amen. Kama ni mtu anakunywa pombe, kama ni mtu anapenda sigati, aoni sigati ya akili, yaani hata ukimwambia mume wangu sigati atenda nayo, hawezi atenda nayo kwa sababu ni mambo ya kifamilia.
kinazomfuata. Kwa watu wa Mungu tunatangaza usiku wa leo ya kuwa hakitufuati katika jina la Yesu. Maana ilipofika kwako ukamjua Kristo ilikatikia pale. Watoto wako wako huru, uko huru, hakuna kitu cha familia kitakufuata. Hakuna magonjwa ya familia, utasema eti ni magonjwa yetu ya familia kama kunyongwa wanyongwe na wewe unyongwe. Waangiwe na wewe uangiwe. Kwa sababu ni ya familia. Tumekataa katika jina la Yesu.